Movie inaanzia hapa, tunaona mchizi anaitwa Boma. Mda huyu yuko na bosi wake na wakiwa wametulia zao kitandani. Sasa mchizi bwana anajikuta anaingia kwenye mahusiano na bosi wake na akiwa na mahusiano yake mengine. Sasa usahau kubonyeza na subscribe, pia usahau kuwa na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa movie hii. Pia usahau ku like, kushare na kucomment kwenye hii movie yetu. Ngoja tutazame movie ilivyokuwa mpaka wakaanzisha mahusiano. Sasa movie inaanzia hapa, tunamwona Benita akiwa katika kampuni yake ya designing, lakini muda huo Boma yeye bwana ameajiriwa kama mfanya usafi. Sasa katika harakati za kupita pita bila kutazama vizuri, akajikuta anamwagia bosi wake Benita maji machafu, na hapo jamaa akaanza kumuomba misamaha mingi sana ili aweze kusamehewa na ili asiweze kufukuzwa kazi. Lakini bidada alikuwa ameshapandisha sukari kinomani, lakini jamaa alikuwa anaomba sana ili aweze kusamehewa, lakini bidada hakumuelewa, akamwa zake tu kuondoka na akaambia kwamba amefukuzwa kazi. Jamaa akuamini macho yake. Sasa upande wa pili tunaona familia moja ambayo bidada mmoja ameletewa zawadi na mchumba wake, na maza yake alikuwa na furaha sana. Sasa muda huo bwana, kumbe Boma naye ana mchumba wake katika hii nyumba. Mchumba wake anaitwa Gift ambaye amemkumbatia hapo. Sasa jamaa ameleta kizawadi kidogo sana, kiua switch 2500 hichi, na wakawa wamemletea mchumba wake. Lakini mchumba wake bado alikipenda hiyo kizawadi chake, lakini bi mkubwa wake na Gift hamkubali kabisa huyu jamaa kwa sababu hana sasampa. Kwa hiyo hamkubali hata kidogo, na akajaribu kumwambia kwamba ajaribu kuachana na huyu Apuku kwa sababu jamaa hana chochote. Jamaa ile maneno alimpiga sana usoni, akaamua zake tu aondoke kwa sababu bi mkubwa hamkubali hata kidogo. Lakini dada akajaribu kumtuliza sana mama yake. Sasa siku inayofuata tunamwona jamaa amehangaika katika sites ili aweze kupata ajira, kwa sababu hawezi kukaa mjini akiwa hana ajira. Kwa hiyo akawa anahangaika sana ili aweze kupata ajira, aweze kukimu maisha yake. Sasa jamaa alikuwa anaomba sana mshikaji aweze kumpa ajira, lakini akamkataa. Kawa anazunguka katika manyumba ya watu ili aweze kupata kazi yote. Sasa katika nyumba moja amekuja hapa, akagonga, akatoka mlinzi, lakini mlinzi ndo akamfukuza kabisa kwa sababu jamaa alikuwa kidari kuliko yeye. Kwa hiyo akimkaribisha yeye atafukuzwa, atabaki Boma. Lakini jamaa akaamua arudi pale katika ofisi za designing ili aweze kumuomba msamaha bosi na aweze kurudishwa tena kazini. Sasa bidada alimtazama sana na kisha akamwonea huruma kinoma kwa sababu jamaa alijielezea sana, na kisha akamwambia kwamba amerudishwa kazini. Kwa hiyo jamaa alishukuru sana kwa sababu alipitia kipindi kigumu sana kipindi hichi ambacho hakuwa na kazi. Kwa hiyo alimshukuru sana Benita. Kwa hiyo bidada akawa anaendelea na mambo yake, lakini Boma akaja kumpa taarifa hii njema mpenzi wake ambaye anaitwa Gift. Kwa hiyo akamwambia kwamba amerudishwa tena kazini. Kwa hiyo akajikuta anafurahi pale. Sasa upande wa pili leo tunaona Benita akiwa katika kampuni na akiwa anasimamia, wakashangaa wanamuona Boma akiwa ametoka katikati ya nguo. Kumbe bwana alikuwa anataka kuchange nguo, lakini wakawa wamemshtukia na wakamwambia aje. Sasa jamaa ameomba msamaha sija akafukuzwa kazi. Yaani jamaa amekaa kwa wasiwasi sana kwa sababu anahisi hapa anaweza akafukuzwa kazi. Sasa secretary akaitwa na Benita na akaambiwa kwamba akamlete mtu. Sasa hatujajua ni mtu gani. Sasa jamaa akiwa amesimama pale, bidada akawa anamchola kishenzi, yani Benita akawa anamwangalia. Sasa unajua jamaa hapo ana wasiwasi kinoma, anajua tena kinaweza kaumana. Sasa bidada akawa anacheki bodi la mshikaji na akaona kama ujamaa atamfaa sana katika kazi zake za designing, maana design nguo nyingi, lakini anashindwa kumpata mtu ambaye atamsaidia kumtangazia na mwenye bodi nzuri. Kwa hiyo akamwambia kwamba huyu jamaa ajaribu hii nguo ambayo yeye amedesign na kisha aje kwake aje amwangalie. Sasa bidada akiwa ametulia kama ameshtuka kinoma, yani kumuona jamaa alivyovaa zile nguo na zilivomtoa, yani akasema da, kimoyo tu akasema da, yani hapa pesa nitapiga. Sasa jamaa alikuwa amepoa kinoma, yani unajua alikuwa amependeza vibaya sana. Kwa hiyo akamwambia kwamba kwa sasa utakuwa mfanya usafi tena, na kwa sasa hivi utakuwa una kazi ya kutangaza hizi nguo zangu. Kila nguo nitao design wewe ndio utakuwa unaivana, unapiga picha ili watu waweze kuziona. Sasa jamaa akapata hongera nyingi sana kwa sababu ametoka katika nafasi moja kuja kwenye nafasi nyingine. Sasa leo kuna mkataba ambao anatakiwa usaini yeye na Benita, kwa sababu yeye kwa sasa hatakuwa mfanya usafi tena, yeye atakuwa kama mwajiriwa na atakiwa awe na mkataba wake. Sasa hapa jamaa akasaini na bidada aliweza kufurahi sana. Sasa atajua huyu bidada kuna kitu gani. Sasa akiwa kwenye gari akawa anafikiria sana kuhusu jamaa, yani alikuwa amewaza mpaka anatabasamu. Sasa sijui ameshaanza kumpenda. Sasa tutaje kuona tu hapo mbele. Sasa jamaa bwana akaanza kazi zake za kupigwa picha kama zote. Kwa kila nguo ambayo bidada atakuwa na design nini, jamaa ndo atakuwa anavaa na anapigiwa picha ili iweze kwenda kutangazwa huko mtandaoni. Sasa kuna vimoment fulani vikawa vinaendelea, jamaa akawa vikubali hata kidogo. Sasa bidada akawa anamwandalia gari ambayo itampeleka kwake kwa sababu sasa hivi amekuwa mtu mkubwa. Sasa jamaa iko kitu akawa kifagili kwa sababu ana mpango wa kumchiti mpenzi wake.
Sasa bwana, leo kuna happy birthday ya mama yake na Gifty. Sasa muda huu bwana, jamaa yule mpenzi wake na dada yake na Gifty akawa amemletea zawadi ya maana. Kobe mkubwa akawa anafurahi kishenzi, yani akawa anampa makumbato kama yote. Sasa Boma bwana ameleta kibox kidogo, sio mweka vibeliti, sio ameweka nini. Kwa hiyo ndo akawa amemletea mama mkwe, lakini mama mkwe akawa amevikataa. Jamaa ikamuuma tena, akaamua zake tu kuondoka. Sasa huku pande wa pili tunamwona bidada ambaye anaitwa Venita, muda huu anatazama picha za Boma. Jamani handsome sana. Kwa hiyo bidada akajikuta kama anavutiwa naye, yani muda wote akawa anamtazama, yani ametokea kuvutiwa naye kiukweli. Sasa huku bidada akaja kupewa taarifa kwamba yeye sasa hivi ni mwajiriwa mpya, sio tena afanya usafi. Kwa hiyo wajiandae kupata pesa za kutosha na wajiandae kula bata la kutosha. Kwa hiyo jamaa anaona kabisa mafanikio haya yapo karibu. Sasa siku unavyozidi kwenda bidada anazidi kujibebisha sana. Kwa hiyo mpaka sometimes wanapigana picha, wanashikana viuno. Kwa hiyo jamaa iko kitu alikuwa akikubali sana, kwa sababu alikuwa na mpango wa kumchiti demu wake. Kwa hiyo bidada naye ndo alikuwa anazidisha sifa kinoma. Sasa Venita akiwa peke yake anajikuta anamwaza sana Boma, yani anakumbuka zile picha, moment ambazo za kushikana, picha za kushikana. Kwa hiyo anajikuta anamkubali sana ule mshikaji. Sasa Venita bwana ni anamkwanja mrefu kishenzi, yani ana pesa mbaya. Sasa jamaa naye anafikiria mbona kama bosi wake anamtaka hivi, na yeye kila siku maskini, kila siku anatembea kwa mguu. Anaona kabisa ili abadilishe maisha lazima adili na ule bidada, lakini anampenda sana Gifty na anaona kabisa kumwacha hatoweza. Sasa leo bwana akajikuta wametoka kidogo, wameenda nyumbani kwa kina Venita, yani Venita ambapo wanapokaa. Sasa hapa wakajikuta wanapiga story mbili tatu. Sasa wakawa wanapiga na wine, lakini jamaa akajikuta amepitiwa usingizi na bidada kama amemletea shuka ili aweze kulala. Japokuwa anamuelewa kwa kutaka kumfanyia lolote kama kumbaka, lakini akaamua tu aendelee na maisha yake. Sasa palipokucha asubuhi bidada ameshamwandalia kahawa yake nzuri sana. Kwa jamaa akajikuta amelala kule. Sasa leo anafika nyumbani, Gifty anawasha moto kinoma, anataka ajue jana alilala wapi. Jamaa maelezo ana, ndo akaja kumwambia kwamba alilala kwa bosi wake Venita. Sasa hilo bidada ndo akutaka hata kulisikia kabisa, akasema yani naweza ngakupasua kwa kichwa chako, kwa nini unaenda kulala huko? Kwa hiyo bidada alimlaumu sana, lakini jamaa alimbembeleza kinoma, lakini bidada ndo akatulia na akaambia kwamba hiyo tabia yake isijirudie tena. Sasa akaona kabisa huyu Venita atamchukulia mume wake, na kweli bwana muda huu wapo kazini wamesogeleana, na bidada leo akasema ngoja nije huko kazini kwao. Sasa akafika hivi akawasogeza, na kisha yeye kaingia hapo katikati akaanza kujibebisha kinoma pale. Sasa mpaka jamaa akawaelewi, na bidada akamwambia kwamba anatakiwa toke nje kwa sababu uso muda ambao anaweza kuingia kama anapojisikia. Sasa jamaa akawa analetwa mpaka nyumbani, wanapiga story nyingi sana. Sasa bidada akiwaona tu lazima tu atafuta njia kwa weka mbali. Kwa hiyo kama kawaida anamchukua mpenzi wake na wanaondoka, kwa sababu hataki mpenzi wake amzoee kabisa huyu bosi wake, kwa sababu bosi wake anaonekana kabisa anamtaka. Sasa bosi wake kukua alishaona yule bidada ashakuwa kipingamizi, yeye akamwambia kwamba kuna kazi ambayo wanatakiwa wakaifanya Abuja, kwa sababu hapo walipo wapo Lagos. Kwa hiyo akaambiwa wanatakiwa waende Abuja, lakini jamaa akapinga kabisa na akampigia mpenzi wake simu kwamba anatakiwa aende Abuja, lakini mpenzi wake hakukubaliana na hilo, anakuambia kwamba hakuna kazi ambayo anatakiwa iende huko. Sasa huku bwana tunamwona tena Venita akiwa amemleta jamaa katika showroom moja ya magari. Kwa hiyo jamaa anabidi achague gari, lakini jamaa akakataa, yeye akaamua zake tu kuondoka. Sasa jamaa anakosa bahati wanangu, natamani hata ningekuwa mimi hapo. Sasa bidada ya Venita akaona kabisa aje tu aongee na Gifty. Sasa Gifty muda huo amewaka kinoma, anakuambia kwamba unaniona mimi mjinga sasa unamtakaje mume wangu muende naye Abuja? Lakini bidada akamtajia mpunga mnene kama milioni 20 hivi Naila. Kwa hiyo bidada akakubali, na pesa ilivyoingia bidada aliweza kufurahi kabisa, akasema hapa mawigi ya gharama nitakuwa nayavaa. Kwa hiyo kweli bwana akaamua kwenda kumshawishi jamaa ili aweze kwenda Abuja, na jamaa akakubali, kwa sababu mwanzo alikuwa anakataa kwenda kwa sababu ya mpenzi wake, hata kukaa mbali na mpenzi wake, lakini kwa kuwa mpenzi wake ametaka, yani hapo hakuna kitachoweza kuwapinga tena ama kuwazuia tena. Kwa hiyo akaja kumpa taarifa Venita bosi wake kwamba yeye amekubali kwenda Abuja, kwa hiyo wapange safari wataenda lini. Kwa hiyo bidada aliweza kufurahi, inaonekana kama ana mpango huko Abuja. Na kweli bwana wakawa wameingia zao katika jiji la Abuja. Sasa baada ya kufika Abuja, jamaa akawa anashangaa kitu kimoja kwamba wao, yani yeye na bosi wake atatumia chumba kimoja, na akajaribu kumuuliza mfanyakazi kwamba vipi kuhusu chumba changu, lakini akaambiwa kwamba kuna shida ilitokea ya chumba kimoja, yani kuna kuchanganya, kwa hiyo watatumia chumba kimoja mpaka chumba kingine kitapopatikana. Mimi nahisi hii yote ni njama ya Venita. Sasa baadaye Venita akamwambia kwamba wewe tutashare tu hiki chumba bwana.
Sasa jamaa na muda alikuwa ametoka zake kuoga, amekuja kuchukua nguo, yupo kifuazi. Kwa hiyo Venita alidata kinoma. Cha kwanza anamkubali huyu jamaa, kwa hiyo pale ndo alizidi kudata kishenzi. Sasa anakuja secretary akaja kuulizwa vipi chuma kimepatikana, lakini akaambiwa kwamba hakijapatikana. Lakini jamaa yupo kwenye swimming, ana mawazo kishenzi, anamwaza mpenzi wake kwa sababu muda huu yuko busy kinoma, yani mpenzi wake amekuwa busy siku hizi kuliko kawaida. Kwa hiyo Venita akawa amekuja pale ili aweze kumpa kampani kwa sababu jamaa alikuwa anaonekana kwamba yupo kwenye mawazo sana. Kwa hiyo akajaribu kumtuliza pale, anakuambia kwamba ana wasiwasi kwa sababu mpenzi wake anampenda sana, kwa hiyo hawezi kumchiti. Sasa kwa kuwa bidada alikuwa ameona jamaa hajakaa sawa, akaambia kwamba watoke, lakini baadaye akamsukumia kwenye maji kwa sababu jamaa alikuwa kama ameconfuse. Kwa hiyo akawa anacheza pale, yani kama sio mtu na bosi wake, ni kama mtu na boyfriend wake bwana. Kwa hiyo wakawa na enjoy, lakini baadaye wakawa mpo zao kitandani nini. Stories zilikuwa nyingi za kujuana, na bidada akataka kujua kwamba wao katika mahusiano wapo kwa miaka mingapi. Kwa hiyo jamaa akasema kwamba wapo kwenye miaka 2. Sasa leo bwana wametoka zao kupiga picha nini, wanafurahi kinoma yani. Sasa bidada naye furaha zilikuwa zimezidi kinoma. Katika harakati za kupiga story 2-3, bidada akajikuta amemlamba busu. Kumbuka bidada anampenda sana huyo mshikaji, kwa hiyo akampiga busu zito kinoma. Lakini jamaa kumbuka anampenda mpenzi wake, kwa hiyo akawa ameshtuka kinoma na akaambia kwamba amefanya nini, lakini bidada akamwambia kwamba amsamehe kwa sababu alijikuta amefurahi sana kupitiliza. Kwa jamaa hiki kitu kilimpa mawazo sana. Sasa kuna muda akawa anazungumzia kuhusu kazi kwamba kuna sehemu ambayo wanatakiwa kapige picha na kuna nguo ambazo zimeandaliwa na designing hivi na vile. Unajua tena mambo ya kazi, lakini wakawa wanajaribu kumwambia Boma, lakini kumbe Boma yeye yupo katika mawazo, naye anamwaza Venita, na yeye kidogo kashaanza kumpenda Venita. Akawa anakumbuka vimomenti fulani hivi. Sasa wakawa wanajaribu kumshtua, jamaa ndo anashtuka. Yaani wanashangaa jamaa alikuwa mbali kishenzi yani. Sasa anaambiwa kuhusu kazi, ana alichokisikia yani, mpaka kila mtu akachoka asema bidada kwa sababu yeye ndo kazi zake ilibidi tu amuelekeze tena upya. Sasa leo tena wakiwa na furaha sana yani, jamaa leo alikuwa na furaha kwa sababu kuna deal ambalo alikuwa analisikilizia na leo limetiki. Kwa hiyo akajikuta wanafurahi kwa sababu hilo deal hata yeye alikuwa analisikilizia, kwa sababu bidada akifanikiwa na yeye kafanikiwa. Sasa wakajikuta wanafurahi. Sasa katika harakati za kusogeleana kwa sababu hii ni hasi na chanya muda wote tu inapiga shoti. Sasa hapa stories zikiwa zinaendelea, bidada anataka kumla busu, lakini jamaa kama anashtuka fulani, yani kama anataka staki hivi, lakini kiukweli ashamuelewa. Sasa wanataka kupigana mabusu, kuna mtu anagonga hodi na wanamwambia kwamba aingie. Sasa akamwambia kwanza hebu wasogeleane mbali kwanza ili status iwe nzuri. Sasa taarifa ambayo ipo hapo ni kwamba chumba ambacho alikuwa anakihitaji kishapatikana, kwa sababu mtu wa iko chumba tayari ameondoka, kwa hiyo iko chumba kipo free. Sasa jamaa akakataa kwa sababu aliona bidada kama alikuwa mnyonge hivi, kwa akasema bwana iko chumba tutaweza kukichukua. Sasa kidogo tu wakasogeleana tena na wakapigana mabusu. Kwa hiyo hapo wakawa wameshaingia rasmi kwenye mahusiano na wakajikuta kabisa wamejugujugu mayonnaise nini kibao. Sasa baada ya kumaliza shughuli, bidada akawa amepumzika, amelala kinoma kwa sababu amechoka, shughuli haikuwa ndogo. Kwa hiyo baada pale wakajikuta wana furaha sana kwa sababu washaingia kwenye mahusiano, kuona respect ya bosi hayapo tena, mtu anamuita mwenzie jina lake. Lakini sasa leo wamerudi zao Lagos. Kwa hiyo kufika tu Lagos, Gift anakuja anataka kumkiss jamaa kama amekataa fulani hivi. Sasa dada akaanza kumwambia kwamba sasa hivi navaa mawigi ya 800, 900. Sasa jamaa kana shangaa, hizi pesa zote huyu dada akazitoa wapi, wakati uaga anasuka zake tu minyoosho au twende kilioni, lakini sasa hizi anavaa mawigi ya bei mbaya. Sasa akaanza kumlaumu sana pale bidada kwamba anatumia sana pesa vibaya. Lakini akamuuliza, hivi pale nilipokuja kwa nini nilitaka kukukisi ukakataa? Tunakumbusha kwamba jamaa kweli kama alikuwa anataka kukisu lakini akakataa. Sasa hiki kitu kilimshangaza sana bidada. Kwa bidada akawa anataka kujua ilikuwaje na kivipi na ampe maelezo yaliyonyooka. Sasa jamaa baada ya kubanwa sana ndo akasema kwamba amefanya mapenzi na bosi wake Venita. Sasa hiki kitu bwana kilimuumiza na kilimnyongonyesha sana bidada Gift, na ilibidi aje amfuate kabisa Venita, akamwambia kwamba wewe maraya, uliniambia kwamba nimshawishi akafanye kazi, lakini kumbe wewe ulikuwa na lengo lako lingine. Kwa hiyo alimsema sana. Sasa baadaye Venita akaja kumuita Boma na akamwambia kwamba ulimwambia tulichokifanya mpenzi wako. Na jamaa akamwambia kwamba nilimwambia, lakini kwa sasa nakupenda wewe. Kwa hiyo jamaa leo akawa amekuja zake nyumbani kwa Gift, ama nyumbani kwa kina Gift ili aweze kuongea naye. Sasa lengo ambalo limemleta hapa kwamba anataka agee milioni 15 naira ili aweze kuachana naye, na akaambia kwamba hiyo ni pesa ambayo itawasaidia wao kuanzisha maisha yao na wafanye biashara zao nyingine. Sasa akaambia kwamba mimi namwamini sana Venita na tunapendana sana, kwa hiyo sasa
nataka niachane na wewe ili niweze kwenda kuendana na Venita. Lakini mama baada ya kusikia milioni 15, yeye hakutaka tena hata waendelee. Kwa hiyo akataka milioni 15 zake tu wapete zao hivi. Sasa bidada akawa anajaribu kumwambia kwamba mimi sina shida tena na hizo milioni 15, mimi na shida na wewe tu. Sasa bidada akamwambia kwamba wewe Venita ambaye wewe unamwamini, yeye alinigea milioni 20 ili niweze kukuruhusu ama kukushawishi wewe uende Abuja. Sasa jamaa baada ya kucheki vizuri akagundua kwamba kweli Venita alimtumia huyu pesa nyingi kiasi hicho ili aweze tukushawishiwa. Kwa hiyo jamaa alichukuliwa kama amenunuliwa hivi. Kwa hiyo jamaa alienda kulaumu kinoma kwa bidada na akamwambia kwamba wewe uliona kama wewe umenunua sio nini. Kwa hiyo alimlaumu sana bidada kwa sababu bidada alimkosea sana. Lakini bidada aliomba msamaha mingi sana, lakini jamaa hakumuelewa kabisa. Sasa muda ambao anataka kuondoka, bidada kuna kitu ambacho alikuwa anataka kumwambia. Sasa akasita, lakini akanamwambia kwamba aendelee kumsamehe nini, lakini kuna kitu ambacho kilikuwa ni main tofauti na kuomba msamaha. Sasa jamaa akamwaza kuondoka baada ya kuona bidada kama anaongea pointless tu. Kwa hiyo akamwaza kuondoka. Pale sasa sekretari wake akaja na akaambia kwamba hebu niache kwanza nipumzike, maana yake pigo ambalo nimepigwa sio poa. Sasa baada ya miezi kadhaa kupita, tunaona bidada kama ana kitumbo hivi, yani kama ana pregnancy, yani ana mimba. Sasa siku hiyo tunamuona mwanetu Boma akiwa amependeza na akiwa ametoka kwenye chuma kali Lexus umeme. Sasa akiwa ametoka zake kwenye hiyo chuma, akawa amekuja nyumbani kwa Venita. Sasa secretary akawa naomba msamaha mingi kwa sababu yeye secretary ndo alimwambia Boma kwamba Venita kwa sasa ana ujauzito wake. Kwa hiyo kumbe ile siku ile ambaye alisita, kumbe alikuwa na ujauzito wa jamaa na alikuwa anataka kumwambia, lakini akasita na akaona bora simwambie. Kwa hiyo dada akamwambia kwamba nilikuwa nataka nikwambie, lakini nikaona kama siku una hasira sana. Lakini jamaa akamwomba msamaha na akamwambia kwamba kwanza sasa watakuwa wote na watakuwa pamoja. Kwa hiyo pale makumbato akawa anaendelea na mabusu na movie ndio inakuwa inaishia hapo. Yo, it's a good time kuwa na wewe mwanzo mpaka mwisho wa movie hii. Asante kwa kutazama na kushukuru kama umebonyeza neno subscribe, lakini kama hujabonyeza naomba ubonyeze neno subscribe ili kuweza kutengeneza familia hii kubwa ya movie kwa lugha ya hasimu kabisa ya Kiswahili. Asante na bye bye.